Kuanzisha biashara. Baadhi ya watu wanasema kuwa biashara ya hardware faida yake ni ndogo sana. Ili uweze kupata faida inabidi uuze vitu kama saruji, labda lori 2 au lori 3, ndipo utapata faida. Kwa hiyo kwa kifupi ni kuwa biashara hardware inahitaji uwe na mtaji mkubwa sana. Hiyo sio kweli. Hii ni episode ya 3 na ya mwisho katika mfululizo wetu wa hardware deep drive. Kwenye episode ya kwanza tulivunja mwiko wa mtaji na kuona jinsi ya kuanza na $500,000 mpaka $1,300,000. Kwenye episode ya pili tulijifunza siri ya suppliers na jinsi ya kupata wateja. Kama hukuona video hizo, na kushauri uzitafute ili uende sambamba nasi. Lakini leo tunafanya kitu ambacho wafanyabiashara wengi wanaogopa. Leo tunapiga hesabu, yani mathematics. Leo nitakuthibitishia kwa namba, sio maneno, jinsi duka lako dogo la hardware linavyoweza kuingiza faida safi ya shilingi 20,000 mpaka 50,000 kwa siku. Tutachambua faida ya msumari mmoja, faida ya mabomba na kosa kubwa la mfuko wa shati linaloua biashara nyingi changa. Kaa nami kwa sababu hesabu hizi ndizo zitakazojenga himaya yako ya kifedha. Sasa hebu tuangalie mkakati wa kupata faida ya shilingi 20,000 hadi 50,000 kwa siku. Inawezekana? Sasa tuweke lengo mezani. Tunataka faida ya shilingi 50,000 kwa siku. Kwa mwezi ni $1.5 million. Huu ni mshahara wa meneja wa benki. Lakini wewe unautengeneza kwenye duka lako la mtaani. Inawezekana? Ndiyo, inawezekana. Lakini ukweli ni huu. Huwezi kupata faida hii kwa kuujaza saruji pekee au kwa kuuza saruji pekee. Watu wengi hawajui kwamba saruji ni bidhaa ya lumbo au bait. Faida ya mfuko mmoja wa saruji mara nyingi ni kati ya shilingi 500 mpaka 1,000. Ili upate faida ya shilingi 50,000 kwa siku kwa saruji pekee, itabidi uuze mifuko 50 mpaka 100. Kwa duka linaloanza, huo mzigo ni mkubwa na mzunguko wake unaweza usitimie kila siku. Siri ya faida ya kichaa ipo kwenye vitu vidogo. Tunaita high margin items. Ili kufikia hiyo 50,000, lazima uwe na mchanganyiko wa bidhaa. Kwanza unahitaji fast movers, yani vitu vinavyotembea haraka, kama vile saruji. Hivi vinakuingizia wateja na vinatoa cash flow ya haraka, hata kama faida ni ndogo. Pili, unahitaji high profit items, yani vitu vya faida kubwa. Hapa ndipo kuna misumari, rangi na vifaa vya mabomba. Kwa mfano, ukipata wateja 5 tu wa bomba na fittings kwa siku, unaweza kutengeneza faida kubwa kuliko kuuza mifuko 20 ya saruji. Usidharau koki ya maji au socket ya umeme. Hapa ndipo pesa ilipo. Sasa hebu tuingie ndani zaidi na kuchambua bidhaa moja baada ya nyingine. Sasa ngoja nikupe hesabu za ndani, yani product breakdown. Hii ikoje? Kundi la kwanza ni misumari, au wengine wanasema gold mine. Watu wengi wanasema misumari ni biashara ya kuchosha kupima. Mimi naona wamekosea. Misumari ndiyo dhahabu ya hardware. Angalia hesabu hizi. Unaponunua boksi au katoni la misumari ya inchi 3 au 4,
linaweza kuwa na kilo 20 hadi 25. Bei ya jumla inaweza kuwa wastani wa shilingi 60,000 mpaka 70,000. Ukigawanya unakuta kilo moja imekugharimu shilingi 3,000 au 3,500. Lakini wewe unauza bei gani? Kilo moja rejareja inauzwa kwa shilingi 4,500 mpaka 5,000. Hapo una faida ya shilingi 1,000 mpaka 1,500 kwa kila kilo moja. Ukija kwenye vipimo vidogo vidogo, yaani robo kilo au kibaba, faida inaongezeka zaidi. Ukiuza kilo 10 tu za misumari kwa siku, kitu ambacho ni rahisi sana kwenye eneo lenye ujenzi, tayari una faida ya shilingi 10,000 mpaka 15,000. Hiyo ni bidhaa moja tu. Kundi la pili, hii ni plumbing au mabomba ya viungio. Hapa ndipo kwenye faida ya kichaa. Chukua mfano wa viungio vya PVC, yani fittings, kama vile elbow, T au socket. Unaweza kununua kiungio kimoja jumla kwa shilingi 500 mpaka 1,000 mpaka 600. Kwa bei ya rejareja unakiuza shilingi 1,000 mpaka 1,500. Hii ni faida ya 100%. Mteja akinunua bomba la maji hawezi kuondoka bila viungo 5 au 6 na gundi. Kopo la gundi unalonunua kwa shilingi 8,000 unaliuza kwa shilingi 12,000. Faida 4,000 papo hapo. Ukipata wateja 3 wa mabomba kwa siku, hiyo ni faida nyingine ya shilingi 15,000 mpaka 20,000. Kundi la tatu, umeme. Hapa kuna swichi, kuna soketi, kuna balbu. Hivi ni vitu vya dharura. Balbu imeungua, mtu anahitaji mpya sasa hivi. Balbu ya LED unavyonunua Kariakoo kwa shilingi 2,500, mtaani inauza shilingi 4,000 mpaka 5,000. Faida ni kubwa. Kwa hiyo ukichukua msumari ambao ni 10,000, plumbing 15,000, umeme 10,000, saruji mifuko michache 5,000, tayari umeshagusa shilingi 40,000 au 50 faida kwa siku moja. Huu ndio ukweli. Hujauza marori, umeuza vitu vidogo vidogo kwa mpangilio. Sasa kabla hatujaangalia jinsi ya kutunza hii pesa isipotee, nina ombi moja. Gonga hicho kibutton cha like kwa nguvu zote. Na kama hujasubscribe, usingoje. Jiunge na familia yetu sasa hivi. Na washa hicho kikengele kwa sababu hutaki kukosa kinachofuata. Asante. Unaifahamu sheria ya miezi mitatu? Ngoja sasa nikueleze. Inahusu nini? Sasa umepata hiyo 50,000 yako jioni. Unafanya nini nayo? Hapa ndipo wafanyabiashara wengi wadogo wanafeli. Wanaenda baa, wananunua nguo mpya au wanakula bata. Wanasahau kanuni muhimu ya biashara. Usile mbegu. Sheria yangu ni hii. Miezi mitatu ya kwanza huna mshahara. Ndiyo, umenisikia vizuri. Kwenye miezi mitatu ya kwanza, kila senti ya faida unayoipata, yaani 20,000 au 50,000, lazima irudi dukani. Kwa nini nasema hivyo? Kumbuka ulianza na mtaji mdogo, labda milioni 2. Duka lako bado lina mapengo. Kuna wateja wanakuja kuulizia vitu huna. Hiyo 50,000 ya faida ya leo, kesho asubuhi inatakiwa igeuke kuwa bidhaa mpya ambayo hukuwa nayo jana. Leo umepata faida kwenye misumari. Kesho nunua nipples za mabomba ambazo hukuwa nazo. Kesho kutwa nunua aina mpya ya circuit breaker. Ukifanya hivi kwa siku 90 mfululizo, mtaji wako utakuwa umekuwa
kutoka milioni 2 hadi milioni 4 au milioni 5 bila wewe kuongeza pesa kutoka mfukoni. Unaweza kupanda mbegu ya himaya yako ya kifedha kwa nidhamu hii ndogo tu. Duka la hardware linahitaji stock ili liaminike. Mteja akija mara 3 akakosa kitu, harudi tena. Tumia faida yako kuziba hayo mapengo. Unafahamu kosa la mfuko wa shati? Kama ufahamu, ngoja nikueleze. Sasa hebu tuangalie adui mkubwa wa biashara ndogo. Namuita mfuko wa shati. Hii ni tabia ya kuchanganya pesa ya biashara na pesa ya matumizi binafsi. Unauza mfuko wa saruji ya 16,000. Unaweka yote mfukoni. Akija mtoto anaumwa, unatoa humo humo. Akija mgeni nyumbani, unatoa humo humo. Jioni ukipiga hesabu, unakuta mauzo yapo lakini pesa haipo. Kwenye hardware hii ni hatari sana kwa sababu mtaji wa bidhaa ni mkubwa kuliko faida. Ukiuza saruji 16,000, faida yako ni 1,000 tu. Ile 15,000 nyingine sio yako, ni ya supplier. Ukila 15,000 umekula mtaji. Kesho hutaweza kununua mzigo mpya. Sasa ufumbuzi ni nini? Kwanza, tenganisha mifuko. Kuwa na draw au kopo maalumu la mauzo. Pesa ikiingia inawekwa hapo. Hairuhusiwi kutoka kwa matumizi binafsi. Pili, jipe mshahara. Baada ya ile miezi 3 ya kwanza kupita, panga kiwango maalumu. Labda utajilipa 10,000 kwa siku kwa ajili ya kula na nauli. Ikiisha hiyo imekwisha. Usiguse pesa ya duka. Tatu, weka rekodi. Daftari ya mauzo. Watu wengi wanaona uvivu kuandika, ni duka dogo tu. Hapana, nunua daftari shilingi 500. Andika kila kitu kilichotoka na bei yake. Tarehe, bidhaa, bei ya kununua, bei ya kuuza na faida. Ukifanya hivi, mwisho wa wiki utaona wazi. Kumbe wiki hii nimeuza sana mabomba kuliko rangi. Hii itakusaidia kujua wapi uweke nguvu zako wakati wa kuagiza mzigo. Biashara bila hesabu ni sawa na kutembea gizani. Lazima utajikwaa. Kwa video hii tumefika mwisho wa wiki yetu ya biashara ya hardware ambayo tulianza Jumatatu, tuliangalia video moja, Jumatano tukaangalia moja, na hii Ijumaa ndio ya mwisho. Sasa tujikumbushe. Faida ya hardware inatokana na mchanganyiko wa vitu vidogo vyenye faida kubwa, sio saruji pekee. Rejesha faida dukani kwa miezi 3 ya kwanza na epuka kuchanganya pesa zako na za biashara. Kumbuka, safari yako ya mafanikio huanza na hatua moja. 100,000 yako ina nguvu kuliko unavyodhani. Usisubiri kuwa tajiri ndio ufungue hardware. Fungua hardware ndio uwe tajiri. Anza leo, sasa hivi ikiwezekana. Sasa kwa kumalizia, nina wito. Wito wangu uko hivi. Kwanza, hebu niambie katika hizi video 3 za wiki ya hardware, ipi imekuvutia sana au jambo gani limekuvutia sana kati ya hizi video 3 ambayo limekuhamasisha kiasi ya kuwa unataka kuanzisha biashara ya hardware hata kesho? Niandikie hapo unieleze. 2, unafikiri changamoto gani umeziona au umeiona katika hizi video 3 kuhusiana na hardware? Sasa niambie hiyo changamoto, alafu mimi nitajaribu kukuelezea ufumbuzi wake. 3, ni naomba msubscribe huduma zetu ili msikose kuona video zetu zinazotolewa na
channel yetu How to Start Business, au kama hivi sasa hivi tunaonyesha mambo ya wiki nzima, tunakuwa tuna dedicate kwenye biashara moja, kama tulivyofanya hii sasa ni ya saruji, hii ya hardware, na pengine wiki ijayo kukawa na wiki ya bidhaa nyingine. Sasa subscribe ili usipitwe na hivi vitu. Na mwisho naomba ubonyeze hicho kibofya cha like pamoja na hiyo kengele, ili kusudi kwa wale vijana ambao hawakupata bahati ya kuona hizi series nao waweze kupata, kwa kuwasaidia kwa kubonyeza hicho kibofya cha like. Naona nimalizie hapo. Mimi ni mtayarishaji wa hizi video za hardware kwa wiki. Kama nilivyosema, hii ni wiki ya hardware. Jina langu naitwa Ali Mwambola. Asante, karibu tena. Kuanzisha biashara.